Hello guys, mimi nimekusogezea Swagger Boy kwenye screen yako ya simu. Ni kwamba tunatamani kupiga naye story 2-3 kuhusiana na swala nzima lililoleta taruki siku kuu ya mbuzi kwenda kumchukulia Malkia Zoo aiza kufunga pingu zao za maisha. Ni kwamba mwamba na mengi aliyokwenda kuyaongea na kuna mengi ambayo yanaongeleka kuhusiana na mwamba huyo hapa, kuhusiana kwamba kusema zawadi zinatakiwa. Muda wa zawadi mwamba ni kwamba alijikataa, watu wanadai kusema hivyo. Nataka vipi? Swagger Boy. Mchizo mangu mchizo ngwero. Upo kabisa. AKA midundo.com. Naona kabisa umefanana kistar. Mimi ni star. Star unakuaje lokoloko mzee? Hata shambani kiendaga shambani lazima niwe kistar. Naenda natimba Timberland, vipuri kama kawaida. Yaani mtu anafikiri labda anaenda ku location kumbe ndo anaenda shambani. Unaenda shambani. Nazingatia muonekano wangu mwanangu. Kweli kabisa. Naona uko na Nyagomena kwenye interview hii. Hamna, sio Nyagomani. Ni mbuzi la Swagger Boy. Sasa ukiita mbuzi hapa kambini watu wanaelewa ni. Wewe unasahau kama Valentine Day alikuwa ni huyo hapa. Ndo Malkia mwenyewe. Malkia wangu wa Valentine Day waga natembea naye sana. Waga ananifariji. Uhakika kabisa. Kama unyama mzee. Kwa hiyo siku hizi unaweza kutuambia kitu gani? Upo kwenye mahusiano na mbuzi? Hamna, sio mahusiano, ni ile tu kumwangalia tu na mbuzi linanifariji kama hivyo. Kwa na miliki mbuzi. Unamiliki mbuzi. Na limiliki mbuzi. Alinitishi ile mbuzi ile. Unaelewa? Swagger Boy bwana ni mtu anayeongea kwenye mafumbo sana. Hawezi kumuelewa Swagger Boy. Lakini nikizani kwa kaji wa Nyarugusu anakuelewa Swagger Boy. Wananielewa kivipi? Unaelewaje kwanza? Ile kwani wewe waoni kama ni mbuzi? Mimi namuona mbuzi. Sasa kwani waoni kama ni mbuzi la Swagger Boy? Naona kweli ni mbuzi. Na Valentine Day nimetoka na nani kama si mbuzi? Ni mbuzi. Basi Swagger Boy, ni kwamba unaweza kutuambia kitu gani kuhusiana na wewe kwenye maisha yako ya muziki mpaka sasa hivi? Watu wanasema kwamba sijui Swagger Boy alikuwepo kimya na Swagger Boy amepotea kwenye game la muziki. Watu wanaongea mambo mengi kuhusiana na wewe. Sijui na pengine una kitu gani cha kutuambia sisi MBL? Hamna, mimi nilikuwa nimepotea muda mfupi tu nilipotea, wasani nilikuwa nimesafiri kidogo. Sasa sehemu ambayo nilikuwa nimeelekea kuna mambo fulani nilikuwa naenda kufuatilia. So unajua baada ya muziki kuna mambo mengine, kuna maisha mengine. Sisi tunategemea maisha mengine baada ya muziki. Kwa hata muziki wangu ukifa najua nitaishije. Kwa najitengenezea mazingira. Kwa hiyo ilibidi kuwa ni set ya mazingira. Na kweli Mungu akabless, nimesha set mazingira, ndio maana sasa nimerudi. Mimi ni Swagger Boy ambaye nilikuwaga sina video, lakini nilikuwa na collab na watu wakubwa na watu walikuwa hajui kama ni mimi. Ngoma zangu zilikuwa napigwa na watu wajua kama ni mimi. Na hizo unakumbuka moja wa collab yetu ambayo tulifanyaga wape vidonge vyao na Auto Music. Nilionekana kwenye video? Sikuonekana, lakini nilikuwa sionekana kwenye video kwa sababu nilikuwa natengeneza mazingira yangu. Lakini sasa hivi ndo naanza kutengeneza mavideo. Na nahisi sasa ndo nimeibu kwa sababu mimi ni wa karne yote, kwa sababu mimi nafanya muziki wa kila aina. Kila muziki nafanya. Na huyo mtu kupotea ni ngumu sana. Mimi sio kama wengine wanafanya muziki wa kariri. Ule kimsikia anaenda studio anaenda toa ile. Yaani abadiliki. Ni mule tu. Sasa hao kupotea ni kawaida. Asipotumia kiki za wanawake, asipopitia wanawake, atoboi. Asipotumia ndumba, uchawi, atoboi. Mimi sitegemei hivyo vitu. Mimi sitegemei kiki za wanawake, sitegemei kiki za uchawi. Mimi sio hivyo. Mimi ndo Swagger Boy najiamini kimuziki. Mimi nipo sasa hivi na wale ambao wamesema eti sipo kwenye ramani, nipo kwenye ramani na niko natoa muziki. Wakienda kwenye channel yangu ndo watajua Swagger Boy yupo hayupo. Wakiandika tu Swagger Boy YouTube, Facebook, platform zote watanikuta Swagger Boy yupo na ngoma ngapi, ngoma gani, ndio atajua hii midundo Swagger Boy anaitoa, huyu msanii sio hapa, ni wa level nyingine. Ndio atanitofautisha na hao wanategemea sijui mamichinga. Wachana na Kaisari sio unamjua? Namuona yule jamaa. Nyagomani. Kaisari. Tumwachie Kaisari kwanza yake. Alafu tunaenda sasa kwa Michinga Boy. Michinga Boy achana na muziki wao, Michinga Boy unamjua follow. Yaani achana kwanza na hao wanaotegemea hivyo vitu. Mimi ni mtu ambaye anafanya vitu vyangu kama mimi Swagger Boy najiamini na nafanya muziki, sina kiki ya mwanamke, sina kiki ya nini, ya ndumba wala nini. Lakini watu ambao wamesubscribe my channel ndio anajua Swagger Boy anafanya muziki gani kama hivyo. Asante sana. Ni kwamba pengine hapa kuna majina mawili ambayo inaleta utata ndani ya Kempo, majina ambayo nakwenda kuyataja kwenye mafumbo makubwa. Unadai Michinga Boy, unadai Kaisari. Majina kwa upande wako sijua watu kwa nini, kitu gani ambacho kiliwafika kiasi kwamba wape majina ya kufanania hivyo?
Kaisari kwa sababu yeye ni wa kupewa vitu vyake. Anapewa vitu. Anapewa dozi. Yaani Kaisari unapoongea wahenga ndo wanaongea. Kaisari mpe Kaisari. Mpe Kaisari. Yaani mpe ya kwake, anapotenda kibaya lazima mpe ya kwake. Anapewa kile kinachomstahili. Kinachomstahili yani yeye mwenyewe, na ndio maana ile jina linamfaa kuitwa Kaisari. Na yule Michinga Boy ni kufuatana na tukio lililotokea kipindi cha tariki 30 kwa Malikia, sijui Malikia wake huyo, sio Malikia wangu, Malikia wake yeye Kaisari. Unaona aliondoka na kijiji, so kuna bure pale. Swaga wewe usijaelewa. Aliondoka na kijiji wakati hatujaona hata kwenye media. Unajua media zikuepo, lakini media ilikuepo moja tu pale. Ilikuepo media. Moja, kwa sababu hiyo media ndio ilinunua tukio. Kwa ungekuwa media mingi ndio ungejua kweli ameondoka na wasanii na wa MC au na mwenye shughuli au vipi. Na mwenye shughuli alitoka. Na mwenye shughuli alijikuta yuko nje anacheza rafu. Nilikuwa tukio la Michinga. Wewe mpaka mwenye shughuli yake anakuja kujishtukia, anaanza kumfuata na mama harusi, anaanza kumfuata follow. Swaga. Anaanza kumfuata mpaka akajishtukia, anaanza kumuita. Follow njoo huko. Unaona hapo kuna nini hapo? Na kipindi anapitaka tu mtaani tu. Kama kawaida. Anapita wanamwona kawaida. Lakini siku ya tukio MC na wasanii wenzake wanamfuata na mama harusi. Na kipindi hicho ulikuwa wapi? Mimi nilikuwepo mle ndani kwa nyuma, nikajishangaa alivyopita tu mbele yangu. Nikajisikia na mimi kidogo kitu fulani kinapepea kwenye akili. Bwana mfuate mtu. Michinga imefika. Michinga ilifika mwanangu. Ndio. Nataka kuondoka na mtu. Nataka kuondoka na mtu. Tulijikuta misumari, yani alijikuta sumako anatuvuta tu. Nikajishtukia kama MC alivyojishtukia na yeye, bibi harusi alivyojishtukia, bwana harusi alivyojishtukia na mimi kajishtukia. We. Swaga Boy au kwagi mnafiki Swaga Boy. Mimi waga naongea ukweli. Ukweli unaongeleka. Kilichotokea pale nilikiona. Sasa wale watu ambao wajielewi ndio wanaenda namfuata, ndio wale watoto wazee full na kipindi anapitaga hapa, anapita unamwona follow anasamuka kweli, miguu imesamuka hadi nguo zimesamuka, lakini anapita tu follow. Lakini kwa nini ile tariki 30 kuna nini kama sio Michinga Boy? Na kabla ya kuingia watoto walimfuata hivyo na watu wazima wengine hivyo kuingia na kutoka Bible likaongezeka vile akaona kabisa. Kwani ndio shule ya kwanza kushiriki hapa Nyarugusu? Kusema kweli ni nyingi. Kwa nini sasa hii iwe hivyo? Ndio hivyo, yani kikubwa Kaisari ni Kaisari mpe. Na Kaisari kifupi alipewa iliyokuwa hiyo dozi ilimstahiki Kaisari. Kaisari hiyo dozi na ndio maana alipewa vyake. Kaisari. Swaga Boy, pengine kuna kitu ambacho huyu bwana Kaisari anadai kusema kwamba mvalio wako ulikueje, maana kwenye sikukuu ya mtu kujifungia ndoa. Sawa? Una mapigo fulani ambayo ulikwenda unaivalia, watu wanasema kwamba sijui kama ulishusha azi sherehe ya mtu kwenda unavaa singlet vitu kama vile, anategemea kwa wasanii na zawadi yako au kuitoa kwa sababu ulipita na Michinga Boy. Yeye kwenda tu Swaga Boy anaanza kukutafuta pale Swaga Boy kuonekana. Hilo sana nalo limezungumzika sana. Shida ni moja. Unajua kitu ambacho anaweza kukiongea ile kuongea eti nimeenda kumharibia shughuli, eti kisa nimevalia singlet. Afadhali mimi nimeenda namvalia singlet nikatupia na kipenzi cha gharama. Nimekiagiza Dar es Salaam, mkanda wa bei. Afu nimetupia na shocks za bei, nimetupia na Timbaland. Zingatia neno Timbaland. Popote pale inafanyaje? Inatimba. Baba. Sasa zingatia hiyo kodi. Hata kituo cha polisi ni timba. Baba, polisi ukifika kituo cha polisi anasema wewe mheshimiwa. Lazima kidogo kwanza kuwe na utofauti. Tusizungumzie huko sana. Tusiende huko sana. Sawa. Baba, nimeenda nimependana, watu wakasema kweli hapa unyama mwezi. Kama yeye ameona imeenda kwenye single ndo anajaji. Yeye kwa bido amefanyaje? Afadhali mimi nimevaa vile, yeye ameenda navaa yebo tena imesamuka kule kwa bido, amevaa na kibukta hapana pensi. Kibukta. Pengine sasa hivi Kaisari anakuona. Una kitu gani pengine cha kumwambia Kaisari kuhusiana na hayo maneno ya sikukuu yake ya kwenda kujifungia ndoa? Yeye kuna kitu ambacho alishindwa kujifunza. Mwambie anakuona. Ndugu yangu, kuna kitu ambacho umeshindwa kujifunza ya kutokea ile tariki 30. Kweli mialiko mlituletea na sisi tulikuwa tumejipanga tukufariji. Lakini kufuatana kauli zako ulianza kutuvunja mioyo. Aliuponza. Sisi tulikuwa tunamnyonyuka ndugu yetu kaoa msanii mwenzetu. Hapo sawa. Lakini Kaisari alichokikosea Kaisari ndugu yangu, ile kuanza kutukana wasanii wa Nyarugusu hawana hela. Wewe unajua wenye hela? Unawajua wenye hela wanahesabu hela huko na mashini. Zinapoingia wajui zimeingia ngapi, zinapotoka zinakiingia losi wajui zimeingia losi ngapi. Sasa wewe bado unahesabu hela na mate. Eti wewe tajiri.
unatudharau sisi. Bado ngali humu tu. Kuhesabu hela. Eti na hela. Lakini yule jamaa afikage tena store yule. Afikage store? Hela ni. Afa anaenda kutangaza mimi na hela afa anatoa 50,000. Haifikia hata saki ya mkaa unaenda kumzawadia mtu. Kweli? Au niseme sado moja akabuchungundo umeenda kumzawadia 50,000. 50,000? Sado kwani ni shilingi ngapi sado akabuchunguko sasa hivi? Piga hesabu za fast. Hiyo 50. Sasa je? 50,000. Bado mkaa ni 70 sasa hivi. Ndio unaenda kumzawadia mtu atanunua nini? Au ulimpatia hela kwenda kununua nyanya afu unasema unatukana watu hawana hela. Oya, sisi tulikuwa tumejipanga siku ile tukuletee zawadi za maana. Na pengine kuna kauli yako ambayo tuliwahi kusikia wanasema kwamba sijui ngoma za mtu mmoja ambaye anaitwa ndo Kaisari pamoja na Michinga Boy anaweza akaimba miaka yake yote, lakini Swaga Boy kiingia studio lako moja tu ya moto vitu vya watu wa vikaliki. Kwa wewe na wewe sijui kama Swaga Boy unakuona tumikisha na wewe ile Michinga unapitaga mule au ni kipaji tu? Na ndio maana nakwambia mimi na kipaji. Una kipaji. Na ndio maana nilikutanguliza kuna watu wanategemea Michinga na kuna watu wanategemea wanawake. Na ndio hao watu maliza. Wewe usifikiri Dogo Zuu ndo mwisho wake pale. Safari bado. Dogo Zuu aache wivu. Aache wivu. Na kingine kienda kachomwambia. Anakuona. Na kingine takachomwambia yule Dogo Zuu ni msanii na mimi ni msanii. Siku nakuja kuomba collab kwa Dogo Zuu. Ngoma mapenzi. Nikamshirikisha video tukatia director nataka mahaba action ionekane. Usiwe na wivu. Wewe shabikia Swaga Boy kaua kwenye busu. Basi. Hata kama Swaga Boy nakwambia ndani ya nyumba. Wewe amemwoa msanii? Amemwoa kwani ni msanii? Amemwoa msanii. Mapigo ambayo alikwenda kupiga pale ilikuwa ya kisanii. Unafikia hata nani nipigia nani Depanye kwenye nani yangu? Kwenye video yangu. Nikiwa namshirikisha. Jibu hapana, bidi apendee. Avaki mimi kweli. Kama kisa anavyopapasa ma video queen. Kingine cha kuingia kwenye disco. Ndio hivyo ni msanii. Naongea hivyo kwa sababu ni msanii. Bana wewe zingatia unaona Manandi pale wa Bilnasi wanavumilia. Wanavumilia kusema kama ile kata ile Bilnasi nani Omidimpos na Nandi ile. Na ndio maana Mario aliamua kuoa tu mtu ambaye imbe ila kwa kwenye mitandao. Wasali ogopa anajua. Anajua mama. Ila unasema kwamba huyu jamaa haogopi. Hapo kuna mawili Dogo Zuu kwenda kuzima kwa sababu tuvumilia mapigo. Wote wakilia msanii wa kuimba tu wewe na bwana. Umekuwa raiba Vikenzo. Bwana. Haiwezekani. Hata hivyo mwende aliomba collab ikaenda. Lakini bro sikia ngwambie na ndio maana nakwambia hivi. Ikiwa mke na mume wametoa leo kesho nyago Dogo Zuu nyago tutachoka. Watu watazoea. Kila siku. Hapana, tunataka kula maharage. Sasa unaenda kula maharage na kuharisha. Mtu hospitalini pressure anafukuza mtoto wa watu. Madrid. Kuna mawili, mtoto wa watu kuzimishwa au mtoto wa watu kuendelea. Kwa sababu namjua yule jamaa, yule nani Kaisari. Anakamoka wivu. Unajua siku zote mtu lazima ongee ukweli, usiongee vitu ambavyo vipo. Kama naongea hivi ni kufuatana vitu ambavyo vinatokea na vipo na vinaonekana watu wanaongea wenyewe walengwa. Unapoongea lazima kutakuwa mtu wa kunukuu. Unapoweka kanukta pale lazima kuna mtu ataendelea na mstari ambaye ataenda kuongelea alama ya kumalizia. Sasa mimi ujasiri wangu sio kwamba eti ni ujasiri, hapana. Ila naongea vitu ambavyo siku zote ukweli unaumiza ila unaponya. Na unapoona ukweli usikalie kimya. Ukweli siku zote ongea ukweli. Ni kitu ambacho kitakuponya zaidi. Asante sana. Pengine tuongelee kitu kimoja Swaga Boy. Kwa sasa hivi una kazi gani ambao watu wanaweza wakatazamia kutoka kwa upande wako ndani ya mwaka huu ambao tunakwenda kuanza? Hii wiki na ngoma naenda kuachia Jumamosi majira saa 2. Hii wiki Jumamosi majira saa 2. Waambie bwana kama hujasubscribe na uko unasema eti Swaga Boy yuko kwenye ramani. Andika Swaga Boy hapo YouTube hapo. Kwenye platform zote andika Swaga Boy. Ujue je Swaga Boy yuko kwenye ramani, yuko kwenye ramani. Na uangalie ngoma ambazo ziko kule. Ambazo ziko natoka ziko naenda kule. Uangalie je ni ngoma za hapa wala ni za wapi. Na Jumamosi wiki hii naenda kuachia ngoma Swaga Boy kama Swaga Boy.
bwana niite Swaga Boy mchizo mango mchizo ngwero. Sasa hivi wananiita mrmidundo.com na waone wanapenda .com na waone wanapenda kuniita mkoloni. Ni kwamba tunatamani kusikia zile sauti za Swaga Boy kwa sababu una mashabiki wengi ambao wako hapa MBL Swaga Boy. Wanaitamani kusikia ukiimba, ukiwaimbia. Asa mimi ina ngoma nyingi siwezi. Hii ngoma ambayo pengine inakwenda kuachiwa. Tunatamani ile verse ya kwanza bure, mistari wa kwanza bure. Asiwezi katoa siri yangu hapa. Mimi nachokitaka tu ikifika Jumamosi tarehe 2 waone kitu kije. Siwezi katoa ni siri. Ni siri kwa sababu unaweza nikatoa hapa na sijaachia. Watu wakapita nayo. Watu wachelewe hawalali. Kweli. Hawalali. Wewe ukizembea wengine wanapita hivi. Siku hizi si wabunifu nasikia hivyo. Nyinyi wasanii si wabunifu, mnaanza kuibaiba. Mpaka watu wanaanza kutembea na makundi kwenda studio ndio saidio. Ya basi waage Nyarugusu kwa neno moja ambalo Swaga Boy ulikuwa nalo ambalo unaikuwa ninakukaba sana kwenye moyo. Nikisema Nyarugusu oye, itikia huko unaponiangalia oye. Na maanisha nini? Nyarugusu tupo juu kwa kila kitu. Nyarugusu tupo juu kwa kila kitu. Kuna vijana wana vipaji, Swaga Boy ana kipaji, nenda mfuatilie Swaga Boy. Sema Nyarugusu oye. Nyarugusu oye. Na sisi unaitikia. Bwana jikubali kama uko Nyarugusu, maana tuko kwenye udongo wa kifahari. Hapa ndo kumetoka Wanyamwezi wapo Ulaya, hapa ndo kuna Wanyamwezi ambao wanasifika mtandaoni Tanzania. Asante sana. Bwana mimi ni sauti ya Braziliano kwa Tomeo Studio, tangazaji la muda wote ndani ya kambi, na kwenye upande wa kameramani nipo na Monde. Ciao, tukutane katika vipindi vingine. Kilicho na mwanzo wa kikosi mwisho. Bye.